Hello Busa TV Meet the Fans, tuko katika mkahawa wa Skyview hapa katika mji wa Gashie na tuko na mgombea kiti cha MCA Karura Ward. Ningependa tupige naye story, atuambie manifesto yake na ndoto zake kwa wana Karura ni zipi. Angeanza na majina, atuambie ni nani na manifesto yake ni yapi. Karibu. Nashukuru sana media yetu ya Busa TV. Mimi kwa majina ni Wycliffe Nyabira Maranga, mheshimiwa mtarajiwa MCA Karura Ward 2027. Mheshimiwa, nashukuru sana kwa kufika hapa Skyview. Naona ni mgahawa wa hali ya juu, naona watu wanajiburudisha kwa mambo, vijana wamejaa hapa ndani wanaangalia mpira, kumaanisha kwamba wewe ni mtu wa watu. Singetarajia, hata nimefanya interview nyingi lakini sijaona mtu ana aspire hapo amejichanganya na vijana hivi, kumaanisha ni kazi nzuri sana unafanya. So mheshimiwa, ningependa kiduchu tu tuelezee manifesto yako ni yapi na ndoto zako ni zipi katika hii wadi ya Karura. Tunapoangalia ward yetu ya Karura, ni ward ambayo it's a metropolitan, it's a cosmopolitan, kwa sababu tuko karibu na jiji kuu la Nairobi, na Karura Ward ni mojawapo ya ward zile ziko katika Westlands constituency. Na kwa hivyo katika manifesto, mambo ambayo tunaangazia zaidi, and that will be top in my agenda, it's about the education of our children, na hiyo nitaipa kipaumbele kwa sababu mheshimiwa yule amekuwa katika kiti cha ubunge, amekuwa akipatiana basari kwa students wetu kwa njia nzuri, ila tukija katika mambo ya wards, unakuta kwamba usambazaji wa ile kutokana na wards fund ambayo inafaa kuwa kiti ya education haifikii watu wote. Na kwa hivyo I'm planning to ensure that we put measures in place ambazo zitaweza ku-identify especially the needy na wale ambao wako na mahitaji zaidi ndio waweze kuafikiwa. Kwa hivyo education imepatia kipaumbele, na kati ya zile vitu ambazo naangazia, this will be my milestone project for the people of Karura Ward. It will be to establish a state-of-the-art library, that will be a resource center ambayo itakuwa ni ya kusaidia watu kwenda kufanya research, innovations, na pia tuweze kuensure kwamba tumepartner na mashirika mengine yanayochapisha vitabu na nakala, pia tuwe na tarakilishi pale, kwa sababu tunajua tuko katika wakati wa utandawazi, digital world, and therefore our youth will have the opportunity to learn more and take advantage of the resources that we shall avail in this library, ili waweze kuendelea vizuri katika kimasomo. Na katika basari tutaenda kuweka mikakati. We'll be setting a basari committee that will ensure katika ward level, isiwe kwamba ni katika constituency, ward level tuwe na committee ambayo ina ensure kwamba kila mwanafunzi ambaye anaenda, iwe ni college, iwe ni high school ama junior secondary ama primary, wawe kwamba wanaweza pata support ya kutosha katika basari, kwa sababu hiyo ndio shida kubwa ambayo nimeona wazazi wanapitia. Kati ya mambo mengine, mambo ya miradi, vile mnaelewa ni kwamba miradi kama ya barabara, feeder roads, zile zinaingia katika mitaa huwa zinaharibika, lakini hizi ni project ambazo ziko under the county government na zingine ziko kwa national government, lakini zile za mitaani ziko under the county government ambayo ni executive arm, inasimamiwa na governor. Kwa hivyo sisi kama county assembly I'll be moving a motion to ensure that the ward fund is in law and that we get equitable allocation for every ward in terms of mambo ya miradi ya maendeleo, barabara na kadhalika. Na mjua kwamba majukumu ya MCA ni kuensure kwamba zile resources ziko, tumefanya representation
tumefanya legislation na oversight kwa county executive ambayo ni governor, na hayo ni majukumu ambayo niko tayari kuensure kwamba no resource that is allocated to Karura ward gets lost. That is top in my agenda. Asante sana. Na mheshimiwa, ikiwa kwamba hapa tulipo ni katika mpaka wa Kiambu na Nairobi, kuna ile gumzo kwamba watu wanasema kwamba wewe ni wa kule, hufai kupata maendeleo haya, ama wakati wa ugavi wa rasilimali utatatua vipi swala hilo? Hii mambo ya kuonyeshana kidole, wewe si mkazi wa hapa, usimpiga kura hapa, wewe si wa hapa, utafanyaje? Kwa kweli vile umesema, jambo la kupata maendeleo kulingana na mahali ambapo umepiga kura imekuwa ni changamoto, haswa kwa watu wetu wa Karura ward ambao wanakisiwa kwamba the majority their voters in Westlands constituency, which is actually neighboring Kiambaa constituency where most of them reside. And therefore, I'm looking forward to a point where we shall have this committee that will be looking at our people, our voters who vote in Westlands and particularly in Karura ward, and yet they reside in Kiambaa constituency. So kwa hivyo kuna database ambayo tutaweza kuiweka in place to ensure that all those disadvantaged and disfranchised people within our society ambao wanaishi kama sasa haswa Gashie waweze kufikiwa na mambo haswa yale yanalingana na education na mambo ya infrastructure. Okay, mheshimiwa, na kuna hili jambo kulingana na statistics ya IBC pale, Gen Zs hawachukui kura. Wewe ungeweza kuambia nini, ama approach yako ni ipi katika swala hili? Nashukuru sana kwa swali hilo mwanahabari, na wacha niseme part of the reason as to why vijana wachukue kura ni nini? Ni kwa sababu wamefika mahali, wamepitia masomo, wamesoma vizuri, lakini hawana ajira. Na kwa hivyo wanapoangalia wale viongozi ambao wamechaguliwa, they don't give them a reason to go and vote. And therefore, mimi kwa jukumu langu kama binafsi nimeweza kufanya chapisho tofauti ya kuensure kwamba napatia vijana motisha, kuambia kwamba when you stay away from the electoral process, you give opportunity to those bad leaders who don't deliver and who don't have your needs at heart kuingia katika uongozi. Na kwa hivyo kila siku mimi naenda nikihimiza, nimekuwa katika maeneo ya pale Githogoro, maeneo ya pale Westlands, na nimeongea na vijana wengi wamekosa matumaini. Na kwa hivyo kama wamekosa matumaini, the only reason to vote ni to ensure that you put in place the leaders who will take care of those challenges that you're going through. Asante sana. Na mheshimiwa, kuna hili jambo la one term, two term, na wenda kwamba kwa mahesabu zako itakuwa ndivyo sivyo, wewe umeweka mikakati ipi kwamba hii mambo ya one term na two term wave isiweze kukukanganya na kukutoa, maybe mtu anakupenda kwa roho asikie kwamba uko one term, uko two term, wenda ukampoteza? Wewe umeweka mikakati ipi? Nashukuru sana kwa swali hilo, na niseme hivi, I've keenly observed na nimeangalia tangu mwaka wa 2024 June, wakati tulikuwa na maandamano makubwa ya vijana wetu wa Gen Z. Zile sababu kubwa zilifanya wakaenda katika maandamano ni kwa sababu walitaka uongozi bora na uongozi ambao uko accountable and one that delivers. And therefore, mimi from where I sit today, I don't look at it from the point of one term ama two term. Ninataka to make the balance between the two, ni kuensure kwamba nime bring out that which I'm able to deliver. Yes. Kwa sababu shida ya mwananchi is not about one term ama two term. Yes. It's about the service delivery to them. Asante sana. Na mheshimiwa, nimekuona ulipoingia na kikundi kubwa cha vijana, na wengi hata walikuwa wanasema mheshimiwa lunch, na kazi nzuri umewanunulia lunch pale, kumaanisha kwamba
kuna ukosefu wa kazi na kwamba vijana wanahitaji kazi. Ni ukweli kwamba hakuna kazi. That's why unaona wengi wanatembea hawana namna. Approach yako itakuwa vipi ili kwamba kila kijana, at least wale ambao wanajiweza, waweze kupata kazi ili kukuwe na income at the end of the day? Nashukuru kwa swali hilo, na niseme hivi kwamba ile changamoto kubwa, and this is my assessment, sio tu kwa Karura Ward lakini kwa vijana wengi humu nchini, ni ukosefu wa ajira. Na yale ambayo nimepanga kufanya kama kijana mwenzao, kwanza I'm partnering with some other individuals kuensure kwamba tumepata mipira ya kutosha, ili wale wanaweza kufanya mambo ya michezo wawe na nafasi nzuri ya to grow their talents. Point number 2, I'm planning kwamba Mungu akinijalia, kwa sababu ya labda resources zile tuko nazo at the moment, they are being controlled by those in office. I'll be ensuring that at least in every center where people reside, tuko na group ya vijana wamejiunga pamoja ili kuwa na car wash machines, waweze kufanya kazi ndogo ndogo kama za kuosha magari. Tutakuwa tuna launch vinyozi, vijana waweze kufanya kazi yao ya mikono, na wakiwa na hizi groups they will be able to empower themselves and grow themselves. And some of the areas that I'm looking at ni wale vijana ambao wanaweza kuingia katika ajira, wale wamesoma, sio kufanya tu kazi ya mikono, wale wamesoma. Zile nafasi zinapatikana katika county government ya Nairobi, wapate kupewa kipaumbele regardless of their communities, where they come from, regardless kama kuna mtu wanamjua, wapate nafasi kama ni zile za kanjo na kazi zingine za maofisi, wale ni clerks, wapate nafasi hizo kwa njia ya uwazi na haki. Na pia other opportunities, kama kwa mfano tuko na resources zimekuwa allocated kutokana na budget yetu ya county. Kila ward kuna zile nyumba zinajengwa za biashara. Hizi nyumba ensure kwamba vijana na akina mama, kwa sababu mara nyingi ndio wanajikuta kwamba wako katika hali ya uchochole, wapate hizi nyumba waweze kufanya biashara. Wale hawana mikopo tuweze kuelekeza where the resources are, waweze ku access and to grow their businesses. Asante sana. Na mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba mheshimiwa ako very sharp. Mara nyingi na hoji waheshimiwa wanabaki tu pale kwa car wash, lakini mheshimiwa ameenda beyond kwa wale wamesoma. Ana solution kwamba atafuta partners, county government na private sectors, wajue vile vijana ambao wamesoma wanakuwa absorbed. Hiyo ni kuwa very bright. Nashukuru. Nashukuru sana. Thank you so much. Okay, kutoka hapa Skyview. Okay, mheshimiwa, ningependa sasa uzungumuze na electorate wa Karura Ward moja kwa moja, vijana, wamama, wazee, wale bado hawajashika kura na wanatarajia kushika kura. Ningetaka uambie moja kwa moja pale kwa kamera. Nashukuru kwa nafasi hii. Watu wangu wa Karura Ward, nachukua fursa hii. Mimi ni Honorable Nyabs, na kwa hivyo nimeweza kuhimiza vijana wengi waweze kuchukua kura. Kuna wale nimewapeleka mpaka kwa ofisi ile ya kuchukua kura na vitambulisho pale Westlands, na kwa hivyo nataka kuwahimiza nyote, akina mama, vijana na wazee, mujiandikishe kwa kura ya Karura Ward na Nairobi kwa jumla, ili tuweze kuchagua uongozi ule ambao unatufaa na uongozi wa maendeleo. Point number 2, niseme kwamba wakati huu it's not about mambo ya one term ama 2 term. Ni wewe mwananchi utapata maendeleo vipi, utapata maendeleo gani, na ni vipi kama ni mtoto wako ataenda shule, ni vipi unaweza kugrow your business, na ni vipi tutakuza uchumi katika sekta zote zile tuko. Kama sasa kuna vijana wale nimeweza kuwapeleka katika private companies,
hapa Nairobi, vijana from different communities, na wako pale wanajishughulisha katika kipato chao. Na kwa hivyo it's not about kufanya kazi moja ama kuangalia sekta moja. Lazima tuungane pamoja kama watu wa Karura ili tubadilishe hii taswira ya kwamba kila mara ni kwenda tu kupiga kura kwa sababu ya kuchagua viongozi. Tuchague viongozi tukiuliza mutatufanyia nini? What are you able to deliver? And therefore, I want to challenge even those ones who are in office, kwamba katika ule muda mmekuwa kwa ofisi, we are following keenly on the budget that has been allocated for all these years. Hatujaona tangible evidence ya kuonyesha kwamba kuna maendeleo yoyote wananchi wamepata. Kwa hivyo nawahimiza, tunapojitayarisha kwa uchaguzi ule unakuja, tuweke masuala yetu, mahitaji yetu na matakwa yetu kama wananchi wa Karura mbele kuliko matakwa ya wananchi ya viongozi. Kwa sababu viongozi wanakuja, mtu atakwambia one term, mwingine akwambia second term, lakini at the end of the day umepata barabara, umepata maji ya kutosha, stima iko na maendeleo na ajira kwa vijana na wazee na kina mama. Nashukuru. Asante sana kutoka hapa Skyview hapa katika mji wa Gashie. Imekuwa Buisa TV. Asante sana mheshimiwa. Thank you so much. Nashukuru na karibu sana kwa kazi nzuri mnafanya. Asante.